Okay. Karibu tena kwenye RHI Tech and Investment. Mimi ni DFI Crypto Mentor. Leo tutajifunza kwa undani kuhusu Token Pocket Wallet. Kwanza kabisa, Token Pocket ni mkoba wa kidigitali unaopatikana kirahisi kwenye Google Play Store. Okay, sasa. Na pia unaweza ukaipakua app hii kirahisi zaidi. Umeona Kwa hiyo hapa nitawaoneshea sasa. Ngoja niwaoneshee Play Store. Twende Play Store. Tukaipakue hiyo app yetu. Waheshimiwa, Play Store hii hapa jamani. Nadhani mnaiona Kwa hiyo nitabonyeza kama hivyo Play Store. Nitaweka password. Okay, hapa tuta search Token Pocket. Sawa Tutaandika Token Pocket. Hii hapa jamani imekuja. Kwa hiyo nitai-click. Then nitabonyeza hapa install. Panaonekana jamani hapa install. Token Pocket hii hapa jamani. Kwa hiyo nitabonyeza hapo install. Okay, sasa hapa wakati na install lazima kwanza tutafungua wallet mpya na kupewa yale maneno 12. Nikisema maneno 12 ni seed phrase. Hizi seed phrase lazima uyahifadhi kwa usalama. Maneno haya ndiyo itatumika kama funguo ya kurudisha wallet yako endapo simu yako ikipotea au kuharibika. Kwa hiyo hata kama simu ikipotea, mali zako zitabaki kuwa salama kwenye mfumo wa blockchain, na uhifadhi maneno yale, utairudisha wallet yako bila shida. Okay? Kwa hiyo sasa hapa tutasubiri kwanza ifunguke. Yes, ifunguke vizuri. Tutaisubiria, then tutabonyeza hapa open. Okay? Tutabonyeza hii hapa neno open. Okay? Bonyeza open. Open, yes. Nataka niwaoneshe sasa tu create a new wallet afu then watupatie yale maneno 12. Nitabonyeza hapo allow kwa ajili ya notification, taarifa. Then nitakuja kubonyeza hapa walipo, kwa kuwa mimi ndo naanza sasa inabidi ni create a new wallet. Kwa hiyo nitabonyeza hapo walipoandika no account create now. Kwa hiyo nitabonyeza kama hivyo. Then nita select hapo BNB. Yes, BNB chain. Nitabonyeza. Then nitakuja kubonyeza hii sehemu walipoandika create wallet. Nitabonyeza hapa huu mshale huu. Okay, hapa sasa nitaandika jina Bitnest, kwa sababu Bitnest ndio project ambayo tutakwenda kuifanya. Bitnest. Okay, hapa nitaweka password. Nitarudia password. Then nita scroll hapo, nitabonyeza hiki kitufe. Nitaweka tick, afu then nitakuja nitabonyeza create wallet. Nitaweka tick hapa kwenye kiboksi, nita create wallet. Nitabonyeza hapa understood. Nitaweka tick hapa na hapa, afu then nitakuja kubonyeza neno generate. Okay? Hii ndo sehemu ya yale maneno 12. Kwa mfano nikibonyeza hapa haya maneno 12 ndo haya jamani. Umeona yamefunguka
Kwa hiyo lazima niyaeke kule haya maneno. Kwa hiyo haya maneno ndo yatanisaidia mimi endapo simu yangu nikipotea au kwa mfano ikiingia maji. Haya maneno lazima niyatunze sehemu kwenye daftari, niandike. Nikishaandika simu ikipotea au kuna pesa nimeweka afu simu ikapotea, haya maneno yatanisaidia kurudisha hii wallet hata kama ina pesa. Kwa hiyo itabaki kuwa salama. Kwa hiyo haya maneno ni rahisi sana, ni muhimu. Ni muhimu. Kwa hapa nitabonyeza complete backup now. Kwa hapa nitabonyeza hapo, nitachagua la kwanza, la tatu, la nne. Hapo naona nimekosea. Kwa hapa nitakuwa na eka namna fulani hivi la kupata neno sahihi. Kwa hiyo nitakuwa nabonyeza hapa, likitokea X maana yake nimekosea. Kwa mpaka ikubali. Rotate. Get. Okay. Yes, okay. Waheshimiwa. Nimeshaweka maneno 12 imekubali. Kwa hiyo haya ndo maneno yangu. Kwa hiyo nitakachokifanya, ngoja kabla sijabonyeza neno confirm. Haya maneno yatatusaidia kurudisha wallet yetu pindi simu yangu nikipoteza au ikiingia maji au nikiibiwa simu. Haya maneno 12 yatanisaidia mimi kurudisha wallet yangu hii hapa. Umeona? Mfano mimi nimepoteza simu. Umeona? Nikanunua simu nyingine. Afu kwenye hii wallet nikaweka pesa. Nitarudishaje wallet ile ya mara ya kwanza kwenye simu iliyopotea? Nitatumia haya maneno kurudisha wallet yangu. Umeona? Ile ya kwanza ambayo simu imepotea. Hata kama nimeweka kiasi gani cha fedha, zitarudi na zitakuwa kama zilivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo umuhimu wa kutunza maneno 12 ndo huo hapo. Kwa hiyo sasa hapa nitabonyeza confirm. Pap. Ya. Hapo sasa imekubali. Ya, hapo imekubali. Hapa nitabonyeza tu understood. Tabonyeza understood. Ya, tabonyeza hapo, then wallet yetu iko fresh kabisa. Wallet yetu iko vizuri. Sasa hapa kuna kitu nataka niwaoneshe. Naona kuna interference ya hapa, kuna kitu fulani hivi, kuna namna. Okay, tumefika huu upande. Hapa ngoja niwaoneshe token mbili jamani. Hapa kuna token inaitwa USDT, afu kuna hii hapa tena inaitwa BNB. Ukiweka pesa zako lazima uziweke kwenye USDT. Sawa Yaani pesa zinakaa hapa kwenye USDT hapa. Hapa walipoandika USDT ndo pesa zinakaa hapa. Sawa Kwa sasa namna ya kuweka fedha kwenye token pocket ni rahisi sana. Unaweza ukanunua USDT kwa njia mbili. Kupitia app kama Binance zinazodumu ili kubadilisha fedha zako za kawaida na kuwa USDT. Njia ya pili, unaweza kununua kwa urahisi kupitia mawakala wa crypto. Yaani mfano wewe una shilingi 10,000, alafu unataka ununue hizi shilingi 10,000 ziwe USDT. Kwa hiyo unaweza ukawatumia mawakala wa crypto, mkafanya peer to peer, mkabadilishiana. Wewe unampa 10,000 afu then yeye anazirelease zile USDT. Au USDT ni stable coin, yani ni coin ambayo haibadiliki. Ndio maana ikaitwa United States Dollar Token, ndio USDT. Kwa hiyo mtaji wako unakaa hapa kwenye sehemu ya USDT. Alafu hapa kwenye BNB, hii sehemu walipoandika BNB, hii BNB lazima uwe nazo kidogo. Zitakuwa zinatumika kama transaction fee pindi unavyoenda kuconnect Bitnest na hii wallet ya Token Pocket. Kwa hiyo kuna vimakato fulani hivi vya BNB unakuwa unakatwa. Kwa hiyo BNB pia lazima uwe nazo. BNB lazima uwe nazo. Okay, na namna ya kununua BNB,
namna ya kununua BNB pia lazima ununue kupitia au mawakala wa crypto. Sawa Mawakala wa crypto. Utanunua BNB pia tupia, mtafanya pia tupia. Yani wewe utamrushia, labda unataka ununue BNB za 10,000. Utamrushia BNB, utamrushia 10,000 then yeye atazirelease zile 10,000 na kuwa BNB. Kwa hiyo yani hapo kuna namna ya kufanya jinsi ya kununua. Kwa hiyo hilo ni somo jingine. Sasa nitakuja kufundisha namna ya kununua kabisa live. Kwa hiyo itakuwa rahisi kabisa kuelewa. Okay. Faida kubwa ya kuwa na pesa kwenye wallet hii ya Token Pocket ni kwamba unakuwa na udhibiti wa moja kwa moja wa mali zako bila kupitia benki au mtukati. Pia thamani ya mali zako inabaki salama dhidi ya mfumuko wa bei. Mfano hii USDT haipandi wala haishuki. Kwa hiyo inakuwa ikishuka inashuka kidogo, ikipanda inapanda kidogo. Kwa hiyo inakuwa ni stable. Umeona Na pia mfumuko wa bei ni kwa sababu zimehifadhiwa kwenye dola ya kimataifa, ndio hii USDT. Mfano wa bei ya dola ikipanda, thamani ya mali zako pia upanda. Kwa mfano umewekeza hapa USDT labda unazo 10. Ikishuka thamani ya dola inashuka kidogo, na ikipanda thamani ya dola pia na USDT zako zinapanda thamani. Nadhani hapo umeelewa vizuri kabisa. Tuje kwenye Biblia pia inatufundisha kuwa hekima ya uwekezaji na kutunza mali kwa busara. Katika kitabu cha Mhubiri 11 mlango wa 2 inasema kuwa gawa sehemu 7 na hata 8, maana hujui mabaya gani yatakayotokea duniani. Hii inatufundisha umuhimu wa kuwekeza na kugawa mali ili tuwe na usalama dhidi ya changamoto za kesho. Pia katika kitabu cha Methali 21 mstari wa 20 nayo inasema nyumba ya mwenye haki kuna hazina ya thamani na mafuta, bali upumbavu huharibu. Umeona Hii inatufundisha kuwa hekima ni kutunza, kuwekeza na kuongeza na sio kupoteza kwa ujinga. Ndio maana Token Pocket ni njia bora na salama ya kutunza na kuweka mali zako kwa usalama. Ndio daraja la kuingia kwenye mfumo wetu huu wa Bitnest. Mfumo wa Bitnest. Katika somo lijalo nitakuonesha hatua kwa hatua namna ya kuconnect wallet yako ya Token Pocket na Bitnest. Na kisha tutaona namna ya uwekezaji unavyofanya kazi na faida zake. Mimi ni DFI Crypto Mentor. Ni furaha yangu ni kuona kila mmoja wetu anajifunza na kunufaika na masomo haya. Usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe pamoja na alama ya kengele ili kila notification na taarifa zikiwa zinakuja na kila masomo mapya mbalimbali atakavyokuwa anakuja, utakuwa wa kwanza wa kujifunza na kupata taarifa hizo. Tutaonana tena kwenye somo lijalo. Uwe na usiku mwema na siku yenye mafanikio. Asanteni sana.